Mpendwa, tuko katika karne ambayo utandawazi umeshikilia bendera katika maisha yetu ya kila siku. Na leo, hebu tuzungumze kidogo kuhusu utamaduni. Utamaduni ni pamoja na mila, ni pamoja na imani, ni pamoja na desturi, maadili, sanaa na namna ya maisha ambavyo jamii fulani huwa inarithishana kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Ndani ya utamaduni ndipo tunapopata utambulisho wetu kama jamii, kwamba jinsi tunavyozungumza, jinsi tunavyoheshimiana, jinsi tunavyovaa, tunavyokula na hata tunavyoshughulikia mambo muhimu katika maisha kama vile ndoa, kuzaliwa pamoja na kifo. Kwa Watanzania na Waafrika kwa ujumla, utamaduni wetu umejengwa juu ya mshikamano wa kijamii, heshima kwa wakubwa na kuishi kulingana na mazingira ya jamii zetu na maadili yetu. Lakini katika karne ya 21, dunia imeingia katika enzi ya utandawazi. Utandawazi uliochochewa na maendeleo ya kiteknolojia, mawasiliano pamoja na mitandao ya kijamii. Ingawa utandawazi umeleta fursa nyingi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, utalii, kilimo pamoja na sekta nyinginezo nyingi nchini Tanzania pamoja na barani Afrika kwa ujumla. Tafiti za mashirika kama UNESCO na UNDP zinaonyesha kwamba utandawazi umeathiri kwa kiasi kikubwa tamaduni za jamii nyingi za Afrika, hususani kwa vijana. Lugha za asili zinaendelea kupuuzwa, maadili ya kijamii yanadhoofika na mitindo ya maisha ya kigeni ndiyo inayopewa kipaumbele kuliko tamaduni mahalia. Na kumeibuka dhana potofu kwamba utamaduni wetu wa Kiafrika umepitwa na wakati, jambo linalowafanya vijana wengi kuiga tamaduni za nje bila kuzingatia mazingira yetu ya kijamii, kiuchumi na kimaadili. Wahenga wanasema kwamba usiache mbachao kwa msala upitao. Msemo huu unatukumbusha kwamba si kila kilicho kipya kinafaa kuliko kilicho chetu. Hata hivyo, kuenzi utamaduni wetu hakumaanishi kukataa mabadiliko, bali kuboresha kwa busara ili uendane na haki za binadamu, maendeleo ya sayansi na teknolojia na mahitaji ya kizazi cha sasa. Mpendwa, ni jukumu letu kama Watanzania, ni jukumu letu kama Waafrika katika kizazi hiki si kuwa watumwa wa mabadiliko, bali kuwa mabalozi wa mabadiliko chanya ndani ya utamaduni wetu. Tuthamini utamaduni wetu, tuupende utamaduni wetu, tuuboreshe ili uweze kuendana na wakati uliopo, ili kujenga urithi hai utakaoleta heshima kwetu, heshima duniani, heshima kwa vizazi vijavyo. You are a brand, own your value.